Mwanangu pambana, usichoke kupambana mwanangu. Umesikia bosi wangu? Pambana. Naam. Tunapambana ndio maisha yatafanyaje? Mwanangu pambana. Hakuna mtu yote atakayekuja kutukomboa, si ndio? Yaani sisi wenyewe ndo tutakaye kuja kujikomboa mwanangu. Life ni ile ile mwanangu. Haina noma mwanangu. Pamoja mimi nakubali sana ni mwanangu. Umepiga kazi lakini saizi unaperuzi unajifunza mtandaoni, si ndio? Sababu nimeangalia video, nimechungulia hapo video ninayoona. Nilitegemea utaangalia watu wana dance, si ndio? Lakini nashangaa kuona unaangalia sehemu aina tofauti za mashine za kuchana mbao na nini. Unasoma I was not expecting, si ndio? Sijui upewa elimu yako bro, si ndio? Lakini kwa hiki unachokifanya, si ndio? Mungu atakusaidia. Sisi kama EM Online TV, si ndio? Tuna project yetu moja inaitwa Street Hustler, si ndio? Yaani wale wapambanaji wa mtaani ambao regardless hawajali background ya elimu yao, si ndio? Wameamua kupambana, si ndio? Sisi tutawaunga mkono na kufika mbali mkono. Sawa. Usiku ratiba yangu unajua ikoje? Yaani naamkaga always saa 9 au saa 8 mara nyingi. Nikiamka saa 8 pale naenda kwenye kitu kinaitwa plan, yani mipango. Naweka mipango yangu na nini ninachotaka ku achieve saa 8 mpaka saa 9, na pia napitia mipango ya nyuma ambayo sijaipitia, then nafanya reflection, najiangalia, si ndio? Ikifika saa 9 kamili naungana na maombi, ibada ya mtandaoni ambao na pastor moja anaitwa Pastor Joshua Seleman. Nasikiliza mahubiri kwa lisali moja. Baada ya kusikiliza hayo mahubiri kwa lisali moja, si ndio? Maana yake mpaka saa 10. Hayo mahubiri anahubiri nani? Anahubiri ni mchungaji wa Mungu. Maana yake wewe mchungaji wa Mungu uko naye jirani au kwamba unaenda kanisani huko? Hapana, kwa saizi sijapata nafasi ya kuwa kanisani hapa karibu, ila napata kwa njia ya mtandao. Ni mhubiri wa kimataifa ambaye huaga anahubiri kwa njia ya mtandao. Unajua kutumia smartphone na kila kitu. Una refresh mind kupitia mtandao, sio kwa ajili ya kwamba ni papo. Hapana, mimi of course mahubiri napenda sana mahubiri ya mtandaoni. Sababu unajua hata katika wachungaji kuna wachungaji mbalimbali, si ndio? Lakini kuna mchungaji mwingine ukisikiliza unaona uwepo wa Mungu. Na pia ukimsikiliza unaona vitu vingine vinatokea kabisa. Unajua mchungaji kuna mwingine anahubiri, asiwe anahubiri kwa kutumia vifungu vya Biblia. Lakini unakuta mahubiri yake yanakugusa kabisa, ni kama alikuwepo na wewe hivi. Sasa ndio unakuta ule mtu unamwamini, nao ndo anakuwa watu wa Mungu. Kuna wengine ni classic tu, utasikia Yohana, Yuda, sijui nani, haya sadaka. Sasa ndio hivyo ya. Sijui kama utakuwa na swali jingine. Hapo limeenda hilo. Sawa, mimi labda nipende tu kujua kupitia hii kazi yenu. Sababu mimi nimeongozwa na Mungu tu ya asubuhi, si ndio? Nilitakiwa nipite njia kule Kinyanambo, nikatokezea Kinyanambo A, nipite hivi niende zangu C, nijirudie Vinyunguni, nirudi zangu Aladio. Lakini Mungu akasema leo change route, pita hapa hivi. Ndio maana ninafika hapa nakuta watu mnapiga kazi hatari. Walikuwa upo lege? Niko lege tu yani. Naoga napigaga lege kila siku mwanangu. Nakuta watu mnapiga kazi hatari mwanangu. Yaani mko serious. Mtu akiangalia hii interview atafikiria kama mimi niliwapanga, njooni nitakuja saa 10. Saa 10 mje mpige kazi, lakini it's not true. Sio kwamba sio muda wa kuamka saa 10 tu, tunafanya kazi hata kuanzia saa 8 au usiku. Hatuna mbababu na kusema kwamba labda tunaogopa kazi ili uweze
unapopata hela unatakiwa uwahi ufanye kwa wakati, alafu vile vile ndo vile unavyozidi kufanya kazi kwa wakati na hela ndo unazidi kuipata. Ila ukichelewa manake ndo unajichelewesha mwenyewe kuipata nini? Kuipata hela. Sasa unavyozidi kujichelewesha manake unaweza ukakata mwaka hujapata kitu. Na vile vile kama manage familia, yani hulei matumbo yako. Unajua kuna wengine wanalea familia, kuna wengine wana manage tu matumbo yao kwamba wakila leo wenyewe imetoka. Lakini sisi hatuwezi kufanya kwamba tuje muda tunaojitakia kwa sababu ya matumbo na familia pia. Kwa hiyo familia inatutegemea, kwa lazima tunanilie tupambane kwa wakati ili tufanyaje tuweze kukipata kile tunachokitaka. Aisha, nimependa sana. Una watoto? Familia ipo. Wana umri gani? Yaani mkubwa na umri gani? Yupo kama yupo darasa la 6 mwingine. Sawa. Mimi of course sisi kupitia mimi na taasisi inaitwa Njombe Innovation Academy inawasaidia watoto kuja na miradi ya kibunifu yani. Yaani kwa mfano akisoma mtoto wako kwenye ile taasisi anaweza akasaidia nyinyi hiki kikawa kiwanda kikubwa sana ambacho kisiwe kinaishia tu kutoa hizi product mnazozitoa, lakini kufanya na mambo mengine makubwa zaidi. Eza mkawa mna timu mnawafundisha vijana walioisha la 7 kuja kufanya hizi kazi, lakini mkawa na vijana ambao wanaomba ufadhili wa hizi mashine, sio mnanunua tena. Wakawa na vijana wanaomba wanafanya michakato wa kupata magari ya kusafirisha, kwa mkawa na kiwanda kikubwa sana. At the end of the day ukawa unafanya hii kazi, najua kwa saizi labda unapata labda 200,000 300,000, si ndio? At the end of the day ukawa unafanya kazi hii mpaka ukawa unapata milioni 10 au ngapi per month, na unaendelea na kazi. Ndio tunachofundisha na tunashirikiana na radio. Kwa mfano nieleze kitu ambacho bado utakuwa hujaelewa. Yani kazi, yani tuseme capacity ambayo mtu anaipata hela kwa hela nyingi, tajiri. Lakini sawa, hela kazi ni kubwa, alafu hela unayoipata ni ndogo, sio kubwa ya kusema kwamba inaridhisha. Tajiri ndio anapata mara mbili hapo. Pole sana, nasikitika sana kweli. Anapata mara mbili. Anapata mara mbili kwa sababu mfano kama hivi yeye ana usafiri gari. Alafu vile vile anapeleka sokoni. Akipeleka sokoni yeye anaenda kugongesha box. Hivi ni kwa ajili ya kutengenezea maboksi, boksi za nyanya. Okay sawa. Akishagongesha alafu anaenda kupakia kuwekea nyanya. Akishapeleka sokoni anapeleka Dar es Salaam. Nyingine zinaenda Pemba na Kenya. Lakini ninyi huko mnaokesha usiku huko, yote ni changamoto. Mwanangu, mimi nisikuchoshe sana, umeongea kwa uchungu sana. Mimi ni kuahidi tu, si ndio? Kwa saizi sina hela, ila nitasacrifice kuwatafuta watu wenye hela na wenye roho nzuri na wanaomwamini Mungu. Tuje tufanye kitu. Basi haina shida. Tuje tufanye kitu. Mimi naitwa Ivan G na hii ni EM Online TV. Mungu awabariki sana. Yordan Mkiwa kutoka Mafinga. Kijana mpambanaji. Lakini huku nimekuja kikazi. Nyumbani Chalinze kule. Chalinze Dar es Salaam. Mdao. Dar es Salaam. Yaani umeamua kukimbia jiji la laa na luxury uje ujichikiti. Mwanangu hela hamna, yaani utafutaji wa kule ni mgumu, labda umeenda kwenye ujenzi. Saidi ya fundi na ikani. Pambana mwanangu. Pambana, mimi nitarudi. Sasa hizi nimepita usiku umeniona hivi, lakini nitarudi mchana. Then tutabadilishana mawasiliano. Una smartphone? Smartphone ninayo, japo nimeacha nyumbani. Haina shida, tutabadilishana mawasiliano. Alafu then tutaangalia tufanyaje. Sipendi kuahidi kikubwa, ila naamini Mungu atatenda. Asante sana. Sawa.